Hello people, karibuni tena Kentech. This is Ken, na hapa huwa tunaongelea mambo ya ujenzi, na leo tena nataka niwaonyeshe ujenzi. Manake mimi ukiniona jua tu ujenzi umefika. So nataka niwashukuru wote ambao mmesundira kusimama na Ken, kusimama na mimi, mnanipea support na tunasongezana mbele vizuri. Kuna hii nyumba nilifanya mahali ya hidden roof, ilikuwa somewhere in Vihiga, niliwaonyesha, ilikuwa nyumba ndogo. It was a duplex, lakini nimegundua hamupendi hidden roof. Naona hata nikileta hidden roof hamupendi, but sasa mimi naye nitawaonyesha because labda kuna mmoja yule ambaye anapenda. Nilisema kila mtu ako na choice yake, kila mtu ako na test yake. So hii nyumba nilijenga, nilikuja nikafanya framework. Hidden roof is the cheapest roofing. Hidden roof na slope roof, they are the cheapest roofing, because if you decide to go roofless, hiyo nayo pia unakoroga slab. So hidden roof na flat slope roof, it is the cheapest roofing, na pia kazi yake inajifanya haraka. So nataka niwaonyeshe hii kazi ambayo ilikuwa hapa. Whoever, somebody might learn something, na yule ako interested pia tunaweza mfanyia kazi kama hii. You see, nilikuwa hapa, hii nyumba niliifanya, it was just 2 days, framework ilikuwa imeisha. Na kawaida hidden roof ukisha ijenga, nawacha wanakuja wanajenga mawe hii ya juu to make that roof hidden, alafu narudi mimi Ken naweka mabati. So ni nyumba hii ni gorofa. I know wengi wenu mtashangaa, ile gorofa ilikuwa refu. It took only 35 iron sheets, ile sehemu ambayo tulifanya roofing, na client alienda akanunua matte finish corrugated. Hii ilitoka kwa kampuni ya Panda. Hii ni matte finish corrugated kutoka Panda, na ilinunuliwa kwa kampuni, because hapa ni outskirt ya Kisumu, ilinunua kwa Kisumu outlet, ambapo huwa tunapanda mabati hapo. Kuna kampuni inaitwa Panda Mabati. Hidden roof is challenging, so it needs proper expertise, because ni challenging sababu maji inakutana katikati ya nyumba, na the reason why we are roofing a house ni kuavoid maji kuingia kwa nyumba. So maji inakutana katikati ya nyumba, and mimi kama fundi I have to make sure that hiyo maji inakutana ikienda bila kuleak ndani ya nyumba, because roofing ni shelter, inafunika house, inaifunika against sunlight and rain. So hii ndio challenge yake. Most houses za hidden roof huwa inaprefer ikuwe na concrete gutter, ile ambayo huwa inakorogwa, inapigwa plaster na waterproof cement ama Dr. Fixit, and sometimes inawekewa hata tiles. So hii ya nayo kuna hii pia mimi Ken huwa natengeneza, natumia plain sheet. Nakuja na pima na kuambia unanunua a heavy gauge of the plain sheet, whereby inakuwa ni gauge kama hii ilikuja gauge 28, na nikaiweka, na nikaeka pia mabati gauge 28. The experience I have about hidden roof inategemea mabati ile kampuni umetoa. Royal mabati is not good for hidden roof at all. Mabati yao huwa ni haitaki zile mabati zenye hata kama ni gauge 28, lakini zina shake kama ya Royal. Ya Royal haiwezi fanya hidden roof. Niliaijenga mahali hidden roof na Royal mabati, ilinibidi kwenda kuyabadilisha, na nikaeka tu hizi economy grade ya Maisha mabati. Maisha mabati ni ile inaisha rangi, lakini it is gauge yake iko sawa. So hii mimi Ken najenga, vile nilijenga hii nikaweka hii nini water channel, nikatumia plain sheet ya nini ilikuwa inaitwa Panda. Hizi vitu ni mingi kwa kichwa mpaka zinanichanganya. Hii nilitumia Panda, na hii ni ile mabati ya matte finish lakini corrugated. Hii mabati vile niliwaambia, the sheet is just the same. Hiyo sheet ni moja, inawekwa kwa ile mill, inatoa profile ya corrugated, inatoa box, inatoa versatile, inatoa brick tile. Hiyo yote sheet ni moja, gauge ikiwa moja. So hii nyumba ilikuwa ina certain design kwamba hii roof za huku zinaleta gata yake,
hiyo gata inaenda mpaka pale katikati. Tena hiyo roof ya huko inaleta gata, inaleta hapo katikati. So hapo katikati ni sehemu ambayo iliachwa kwamba client atachukua weka hapo water tank yenye itakuwa ina serve washroom na kitchen za hii nyumba. So ukiwa hapo juu, hii maji itakusanyiwa hapo venye nilileta hapo katikati mimi Ken. Sasa kuna plumber atakuja aweke zile PVC pipes, azieke hapo, alafu maji ingie kwa pipes iende mahali itakuwa disposed kama ni kwa another tank, sababu iwezi kuingia kwa ile tank ambayo itakuwa hapa. So mimi nilileta kwa hii hapa mahali because it is hidden. Hata hii maji fai kuonekana mahali inamwagikia. That's why the meaning of hidden. So hii plumber atakuja aeke hapo ile zile zinaitwa aje mageli trap na zile elbow, aweke hapa, achukue maji aweke kwa PVC pipe, alafu aipeleke. Kuna shimo huko yenye hiyo pipe itaenda na iende ipeleke kwa tank chini ambayo itatumika either kwa farming ama kwa mambo ya usafi huko chini. Ile tank itawekwa hapa juu, maji itapampiwa, ikija juu hiyo itakuwa clean water ambayo itaenda kutumika hata kwa tap za nyumba. So hidden roof huwa inataka after kujenga, kufanya framework, inakuja inagongwa mabati. Ukishaweka mabati, fundi anarudi polepole msafi akifanya kuziba hizi mabati huku mwisho vizuri hivi. So hiyo kuziba inakuwa composition ya cement na waterproof cement, either Dr. Fixit ama hizi powder waterproof cement ambayo inazuia kabisa. Ukishafanya hivyo, hii ukuta inafaa ifanywe plaster na waterproof cement vizuri, alafu iekewe coping. Coping ni zile, taonyesha picha ya coping. Coping inakuja ina penetrate huku kando, kwamba sasa ile maji ya mvua ikiangukia hapa juu haiendi direct na ukuta, inaenda kando. The reason why hiyo maji haifai kwenda direct na ukuta ni kwamba inafanya ukuta inakuwa baridi, as you can see. So ukiiweka ukuta, hiyo itaacha kuleta hiyo kala, hiyo ni kala ya maji, itatoa ile maji kwa ukuta, maji inaanguka kando, and your roof will be safe and secure. So that's what it is needed with hidden roof. Hidden roof is cheap, but inataka good professionalism to make sure kwamba inaenda. So when buying mabati, before you buy mabati, first you consult me what type of a roof you want, and I propose to you which type mabati are best for hidden roof. Hii hidden huwezi fanya na versatile, because those mabatis zinahitaji a slope, sababu zile profile zake hizo migongo zimepiga kona, sasa hazihitaji maji kustage hapo. So ukitumia hizo tile series mabati kwa hii hidden, bado zitakutatiza, zitakusumbua. Hidden roof inataka tu corrugated, a heavy gauge of corrugated, and from a nice heavy gauge producing company. So ukinunua mabati kama box profile kwa hidden roof, bado itakusumbua. Why? Those reasons I have with them. So if you want to build a hidden roof, the best mabati for hidden roof is corrugated. And more so, I cannot just naeza propose that you just use normal heavy gauge mabatis for hidden roof. They'll give you better result. In hidden roof, we go for result, not for beauty, because it is hidden, so haitaonekana. The reason why nakwambia corrugated, hidden roof hauwezi inua its king post, the roof pitch, huwezi inua very much, because it will consume a lot of material trying to cover that hidden space. So huwa unainua tu kidogo, and the best mabati for that ni hii corrugated. Ukiinua sana, utatumia material nyingi huko nje, it will look awkward and the cost will go upward. So to save that, all of those issues of costing zinakuja kwa consideration wakati tunafanya quotation ya hidden roof. So when building hidden roof, you don't raise it much higher. It needs professionalism. Hiyo hawa vijana wangu hawa wadogo hawa ukiwaita, bado utaniita.
make sure mimi mwenyewe nimefika on site hiyo ni kuangalilie, because it needs a lot of professionalism. Na hata ukiangalia hapa video za hidden roof, you are not watching them because you don't want hidden roof. So yule ambaye amependezwa na hidden roof, kuja hapo nitakutengenezea, ni make sure vitu zako zinaingia vizuri. So if you want hidden roof, iko hapa. So mwisho wa hii water channel inakuja inazibwa hapa, ndo mahali slope ya maji inaanzia. Alafu kuna ile rangi huwa inapakwa, I don't know why I'm forgetting the name of that place. Inafaa kuna rangi ingine kama ya, iko na component kama ile ya lami, inapakwa hapo ku make sure water, maji haiwezi penetrate kwa hiyo cement, sababu hii iko exposed kwa mvua, so tuna make sure inakuwa very safe. So mimi Ken niko hapa nawaambia kila mtu na choice yake, kila mtu na nyumba yake. My work is just to execute na make sure dreams zenu zinatimia. So hii nilimtimiza, naona ni kama next amechelewa sana. We next bwana, kisha kidogo ukuje ujue na kungoja. Pigia mimi simu 0715 174486 nikuje nitwange kazi kwako. So thank you all for being with Ken. Na hapa mambo najua iko Lualala, na hii nyumba client ameniita kuconfirm vile ilifanywa feeling na nimeona iko sawa. So tunangoja next job. So thank you all. Mungu awajalie tuendelee mbele na kazi.